Mara nyingi sana Mungu anatusaidia tusitende dhambi au anatuepusha na dhambi, si kwa sababu tu anataka tuwe watakatifu peke yake, lakini kwa sababu anajua kitu dhambi inachofanya kwenye maisha ya Mkristo. Anajua kitu dhambi inachofanya kwenye maisha ya muamini. Na madhara makubwa ya dhambi si tu kuharibu mahusiano na Mungu, lakini kitu kingine dhambi inachofanya ni kuiba muda wa mtu. Dhambi inakuja kwa ajili ya kuiba muda wa mtu. Dhambi inakuja kwa ajili ya kukuchelewesha kukaa kwenye kusudi la Mungu. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari 25, Mungu anasema kwamba atarejesha miaka iliyoliwa na nzige na tunutu na madumadu na parare, ikimaanisha ya kwamba ni miaka ambayo imepotea kipindi cha dhambi. Kawaida dhambi na kawaida ya kuiba miaka ya mtu. Kwa kama una kusudi la Mungu ndani yako, kama una ahadi au neno la Mungu kwenye maisha yako, dhambi inahakikisha ya kwamba inakukwamisha usiweze kusimama kwenye kusudi la Mungu. Maana yake dhambi inaondoa ujasiri ndani yako wa kukaa kwenye kusudi la Mungu. Dhambi inakuwekea mzigo wa kujihukumu ndani yako ili kusudi usiweze kusimama kwenye kusudi la Mungu. Dhambi inakufanya ujihukumu, ujione ufai, ujione una maana, lakini wakati wote huo maana yake ni kwamba inakuondoa kwenye kusudi la Mungu. Lakini cha ajabu ni kwamba ukitenda dhambi, kwa mfano labda umetenda dhambi ya wizi au umesengenya au umefanya dhambi yoyote ile, maana yake ni kwamba utajikuta unatumia muda mwingi kurekebisha au kutengeneza mahusiano na Mungu badala ya ule muda kuutumia kwa ajili ya kuomba, kwa ajili ya kusudi lako, kwa ajili ya familia na kwa ajili ya mambo mengine. Maana yake dhambi inakuja kwa ajili ya kuiba muda wa mtu, kwa ajili ya kupoteza muda wa mtu. Kwa hiyo ni muhimu sana tukajifunza ya kwamba wakati wote unapotenda dhambi, mara tu unapotenda dhambi, inakurudisha nyuma hatua kadhaa. Kama ulikuwa umepiga hatua 10 mbele, itakurudisha hatua 10 nyuma. Na hii wataelewa vizuri zaidi wale ambao wanalenga kumtumikia Mungu na wanalenga kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, na kwamba mara nyingi ukianguka kwenye dhambi inakuchukua muda sana kuweza kurejea katika hali ambayo ulikuwa nayo kabla ya kutenda dhambi. Mungu atusaidie, atuwezeshe mwaka huu 2026 tuweze kukwepa dhambi, lakini pia tuepushe na dhambi kwa gharama yoyote ile.